Katika kitabu cha Warumi ile sura ya 14 mstari mdogo wa 17, maandiko matakatifu yanasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na watu. Ni neno gani ambalo nitaka niseme nawe jioni leo? Ya kwamba mtu yeyote ambaye ameokoka ni vizuri akatambua, anayemtafuta Mungu ni vizuri akaelewa ya kuwa furaha yoyote na amani yoyote kwenye maisha yako ni lazima itokane na wewe kuyatenda mapenzi ya Mungu, ya kutafuta namna ya kumpendeza Mungu, kutafuta namna ya kumwendea Mungu, yani kusimama kwenye njia ya furaha katika Kristo. Watu wengi wanalia, wanaomboleza, wanapata shida kwa sababu hawatafuti namna ya kumpendeza Mungu. Wanahangaika sana namna ya kuwapendeza watu. Hebu nikusihi usiwapendeze watu, mpendeze Mungu. Utakapokwisha kumpendeza Mungu, watu wenyewe watakuja, kwa sababu aliyekubaliwa na Bwana, adui zake na wote ambao wanainuka kwa ajili yake hawainuki tena kupigana naye, wanapigana na Mungu aliye hai. Kwa hiyo yeyote ambaye amekubaliwa na Mungu lazima akubaliwe na watu. Kwa hiyo tamani sana ukubaliwe na Mungu kwenye maisha yako. Tamani kumpendeza Mungu kwenye maisha yako. Maana ukiisha kumpendeza Mungu, wanadamu wote Mungu atakupatanisha nao. Kwa hiyo nataka nikusihi jioni leo kwamba tamani sana maisha yako yampendeze Mungu, tamani kazi yako impendeze Mungu, tamani ofisi yako impendeze Mungu. Chochote unachokifanya tamani kimpendeze Mungu, ili maisha yako yao ya furaha na amani. Tafuta kumpendeza Mungu. Mengine haya ni ziada. Wewe unapojipendekeza, unapofanya unavyotaka, lakini nataka nikwambie, mwanadamu yeyote akimpendeza Mungu maisha yake lazima abadilike. Chochote kinaweza ikatokea kwenye maisha yako ikiwa tu utatamani kumpendeza Mungu. Kwa ni kusimpendwa kwamba maisha haya ni ya muda na chochote unachofanya ni cha muda, lakini ni zaidi sana kwamba kuna watu watakuja kwenye maisha yako kwa vile umempendeza Mungu. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Usiache kumtafuta Mungu kwenye maisha yako. Usiache kumwishia Mungu kwenye maisha yako. Usiache ibada, kwa sababu ibada ni kila kitu. Mungu akubariki.